Mtoto utajiki wewe jamani. Karibu. Yaani nimetoka kuongea mimi na mume wangu asubuhi, nasema hapa nikimaliza kufua tu nimemuaga ili nije kwako nakwambia. Yaani utajiki utakufa mapema mdogo wangu. Karibu sana. Maana nimekumisi mpaka nachanganyikiwa. Mchawi mkubwa wewe. Nyinyi kwenu mmezaliwa wanawake wawili tu, kweli si kweli? Ni kweli mganga. Na yeye ndio wa kwanza kuolewa? Ndio. Kwa hiyo anaona donge, hataki uanze wewe kushika ujauzito kabla ya kwake yeye. Ndimo. Sawa. Angalizo. Usije ukaenda kufanya jambo lolote baya. Kwa sababu kwenye ramli zetu haturuhusiwi kumtaja anayetenda haya. Sawa? Sawa. Matatizo yatakwisha. Mke wangu. Mimi ndo kumekucha na kama unavyozidi kuniona hapa. Naenda kwenye mihangaiko yangu ya kila siku. Haya mume wangu, mimi nakutakia mahangaiko mema. Riziki yako ziwe za heri mume wangu. Amina mke wangu. Lakini mume wangu, nilikuwa naomba ruhusa ya kwenda kumuona mdogo wangu. Maana nimeambiwa kuwa ni mjamzito, alafu na anavodeka yule. Sipati picha, ningeenda kumuona. Jambo zuri, lakini hapo kwenye mdogo wako. Mimi nilikuwa na wazo. Unajua mdogo wako kila akishika ujauzito anaharibika. Kwa hiyo ninachokiomba mimi, ukifika unaenda kaongea naye vizuri kabisa kwamba anachoambiwa na madaktari hakikisha anakifuata vile vile. Sawa mume wangu, usijali kuhusu hilo. Yaani nitaenda kumuelekeza kila kitu. Na natamani kama nisingekuwa nimeolewa mimi. Ningeenda kukaa na mdogo wangu hata mwaka mzima yani. Maana tumezaliwa wawili tu katika familia yetu. Ninavyompenda yule mtoto. Sijui amenipa nini mume wangu yule mtoto. Lakini sasa mke wangu, kwenda kukaa naye sio shida, lakini ndio ukae mwaka mzima. Mimba ni miezi 9 na sio mwaka mzima. Bado mwe mdogo wako ajifungue miezi 9, wewe unamwambia ajifungue miezi 9, si ndio? Hamna mume wangu. Si unajua mimi na yule tena kama pete na kidole. Hatuwezi kukaa mbali kabisa. Sawa, lakini sio mwaka mzima, ni miezi 9. Nisikilize. Nishajua dhamira yako. Wewe unachokitaka uende huko kae siku 3 au wiki nzima. Mimi sitaki. Nenda kamuone mdogo wako. Ukishamaliza urudi hapa jioni. Mume wangu jamani. Naomba nikakae naye hata siku 3 au 4 tu. Nimeshasema mke wangu. Nenda urudi. Mimi kulala peke yangu siwezi. Nimeshakwambia, nenda urudi hapa nikuone jioni. Sawa? Haya, nimekuelewa mume wangu. Tafanya nini tena na umesema? Asante. Nakupenda. Nakupenda pia. Nisikize Zawadi, nikwambie. Haina haja tena kwenda kumwambia kwa sababu mganga alishasema kila kitu kwamba usisubutu kwenda kumwambia kitu chochote. Sasa unataka uvunje masharti, si ndio? Yaani tatu katika hili siwezi kukubali. Haiwezekani mimi kila siku niwe nabeba tu ujauzito alafu tena kuzaa siza. Yaani kazi yangu mimi nabeba mimba lakini sipati mtoto. Hata kama ni wewe, ungekubali? Yaani jaribu kuvaa hivi viatu vyangu vya sasa hivi. Ungekubali tatu na kuuliza? Zawadi, kumbuka mimi ndio nimelibeba jukumu lako mwanzo mpaka mwisho. Nimeamua kukusaidia kupeleka kwa mganga, leo nataka unigeuke ili nionekane mimi mbaya. Liwaro na liwe shoga yangu. Ila katika hili lazima niende kumuonyesha. Maji nimeshavulia nguo, kwa hiyo sharti lazima niaoge. Na bado nitakunyoosha. Labda sio mimi tatu. Kuonyesha kama mfano. Huyu ni yeye kabisa.
mganga hajakosea. Hata nguo aliyovaa wakati anakuja kunibia nguo yangu ya ndani ni hii. Yaani kwani dada wewe ndio kunifanyia mimi mambo kama haya? Sasa leo nitakuonyesha. Mtoto utajiki wewe jamani. Karibu. Yaani nimetoka kuongea mimi na mume wangu asubuhi, nasema hapa nikimaliza kufua tu nimemuaga ili nije kwako nakwambia. Yaani utajiki utakufa mapema mdogo wangu. Karibu sana. Maana nimekumisi mpaka nachanganyikiwa. Mchawi mkubwa wewe. Zawadi. Mimi dada yako ni mchawi leo hii. Yaani wewe huna haya kweli? Licha ya mabaya yako yote unaonifanyia, lakini hapa saizi unaanza kujilizaliza tu na kujifanya wewe ni mwema sana, mtakatifu, baba parokia, si ndio? Sasa Kim, baada ya kunitoa mimba zangu zote 4, maana kila mimba ninayoshika lazima tu iharibike, unapata faida gani? Ni faida gani ambayo wewe unaipata mpaka sasa kila mimba yangu ninayoshika lazima uje kuikoropochoa? Unapata faida gani na kuuliza? Mimi nilizania labda wewe ukishatoa mimba yangu zinatoka kwangu zinakuja kwako. Lakini kumbe wewe uko pale pale mgumba. Sasa hujawahi kuzaa. Una mwaka ngapi kwenye ndoa yako? Na kuuliza wewe, una mwaka wangapi kwenye ndoa yako na hujawahi kushika mimba? Hata kile kichefu tu cha bule kusema Zawadi mdogo wangu leo niletea hata ndimu wala embe. Huna. Acha kinyongo na wivu. Acha mimi niheshimishe familia yetu. Yaani lazima uwe na furaha kuwa mdogo wangu sasa anashika mimba, ananiheshimisha kwa sababu mimi ni mkubwa sijawahi kuzaa. Zawadi mdogo wangu. Sikuwahi kufikiria hata siku moja kama mimi leo utaniita mchawi. Umefikiria nini mpaka leo kuja kuniita mimi dada yako mchawi? Eti nakutolea mimba zako? Lini mimi nimekutolea mimba yako Zawadi? Mimi ni dada yako, nitabaki kuwa dada yako tu. Jinsi ninavyokupenda na kukuthamini, hata siku moja sikuwahi kufikiria kufanya baya kwako lolote lile, zaidi ya mema na kukuombea furaha tu. Mungu wangu shahidi. Nyamaza. Shetani mkubwa wewe. Yaani siku zote shetani lazima tu ajifanye kuwa ni malaika, mradi tu akipata anachokitaka. Yaani najuta kuzaliwa na ndugu kama wewe. Mara 10 ningezaliwa na paka baba mmoja mama mmoja, ila sio kuzaliwa na kikaragosi kama wewe. Na kuanzia leo popote utakaponiona fanya kama tujuani. Nikifa usinizike, ukifa sitakuzika, kwa sababu sina hadhi ya kuwa na ndugu mchawi kama wewe asokuwa na fadhila. Najiona mtu mwenye hatia sana. Nafanya haya yote kwa sababu yako. Nawagombanisha watu. Nafanya kila unachokitaka. Yote tu kwa sababu nakupenda. Kwa nini tu usikubali kuolewa na mimi? Jibu ni rahisi sana, sikupendi. Alafu kama ni mwili wangu kuutumia, unautumia vile unavyotaka. Na lengo la mimi kunioa wewe, toa kabisa katika akili yako. Yupo mwanaume ambaye ninampenda, hata wewe mwenyewe unamfahamu. Ni Kai, ambaye kwa sasa ni mume Zawadi. Lakini natumai punde tu atanioa mimi. Halafu nikwambia nitengenezee limbo, ataliko wapi? Lakini Tatu. Naomba basi niondoke, nachelewa. Sasa hizi dawa ziko za aina 3. Hii hapa utamwekea kwenye chakula. Lakini hakikisha chakula usile. Hii inaitwa mpapatiko.
utamwekea kwenye maji ya kuoga. Akienda kuoga tu, hakikisha unaiweka hiyo dawa. Akili yake, mawazo yake yote yatapapatika kwa sababu yako. Muda wote atakuwa mtu mwenye kuwaza wewe. Sawa? Hii hapa utamwekea kwenye maziwa. Pindi tu akinywa hayo maziwa, akinywa maziwa hayo, pindi tu akiwa na wewe, atahisi raha misiri ya mtoto mchanga ananyonya ziwa la mama yake. Sawa? Asante. Wanasemaga mganga ajigangi, lakini mimi leo nitakuwa mganga wa kwanza kujiganga. Nitakuwa mwanaume mjinga sana, mwanamke ambaye nampenda kumpoteza na kukubali aolewe na mwanamume mwingine. 3, siwezi kukubali. Nisikize shemeji. Unajua umeongea maneno makali sana. Na sidhani kama dada anaweza kukufanyia wewe hivyo. Na kwa nini akuloge? Kwa nini haribu ujauzito wako? Nisikilize shemeji. Dada yako ana mapenzi ya dhati sana na wewe. Hata leo asubuhi ametoka kuniambia kwamba anataka aje akae kwako hata mwaka mzima, mpaka hapo utakapojifungua. Hii yote haiji bure kwa sababu ana mapenzi na wewe. Kwa nini uje tunamwambia kwamba ni mchana kuloga na kuharibu ujauzito wako? Shemeji, umeenda mbali sana. Tafadhali usifanye hivyo. Shemeji, nina uhakika na hichi ninachokizungumza. Mkeo ni mchawi. Na hii yote ananionea wivu tu. Ni kwa sababu yeye kaanza kuolewa, mimi nikafuatia. Lakini tangia ameingia kwenye ndoa yake, hajawahi kushika ujauzito. Sasa hii ni chuki na roho mbaya iliyomjaa mkeo asiokuwa na fadhila. Sasa nisikilize. Naomba kaa naye chini na umwambie vizuri. Kuanzia leo nimevunja undugu. Sina haja ya kuwa na undugu naye, na popote atakaponiona aone kama kaona kituo cha polisi. Asinizoee, tusizoeane. Nateswa na mengi, naumizwa na mengi moyoni mwangu. Nalizwa na mengi, nayawaza mengi kichwani mwangu. Nateswa na mengi, naumizwa na mengi moyoni mwangu. Nalizwa na mengi, nayawaza mengi kichwani mwangu. Machozi yanatiririka, yanakila kukicha. Nani wa kuyafuta nipate kupumzika? Mumeo akija, mpokee kwa furaha na bashasha. Baada hapo ukaitumie vyema kiti yako chumbani. Baada hapo umweleze kwa upole tu. Natumaini atakuelewa. Shemeji yangu ni muelewa sana. Hata sio kwema shoga yangu. Maana nimetoka kumpigia simu shemeji yako. Ameniambia yupo njiani, anarudi nyumbani. Na kama unavyojua kuhusu ile hali yangu ya ujauzito kuharibika. Yaani nawaza nimueleze vipi ili anielewe. Sikiza udugu wangu nikwambie, kama nilivyokuelekeza mchana. Wewe akija mumeo muelekeze, mbona mumeo muelewa tu? Na atakuelewa kwa sababu ni bahati mbaya. Alafu nilishakwambia toa mawazo. Lakini Tatu, sio rahisi kama unavyofikiria wewe. Usijali rafiki yangu, mumeo atakuelewa kwa sababu ukweli unamweka mtu huru. Wewe mwambie ukweli. Sawa shoga yangu, asante kwa ushauri wako. Usijali Zawadi, kuwa na amani kipenzi. Sawa.
hakuna urafiki kwenye mapenzi, na nitafanya kila ninachokiweza ili mradi niwe na mumeo. Nampenda sana mumeo na nipo tayari kupoteza kila kitu ili mradi niwe na mumeo tu. Tena nampenda sana na sipo tayari kumpoteza. Najiuliza, siku ukijua mimi rafiki yako kipenzi ndio ninasababisha ujauzito wako unatoka, na vile vile mimi ndio ninachukua mumeo, utajisikiaje? Au utanionaje? Okay, sijali, kwa sababu ni mwanaume ambaye nampenda. Mumeo ni handsome, mumeo ana kila kitu changu, na nipo tayari kufanya kitu chochote. Utanisamehe tu rafiki yangu. Ila mitatu jamani, aisee, kwa kweli nimezidi. Ndio wanasema mbamba wa leli train inapita. Jamani, na mimi unafiki nimezidi, nitaacha lini? Ila yote kwa yote, siwezi kukubali kuachana na mumeo. Yaani iwe juu iwe chini, utapita juu nitapita chini, lazima niwe na Kai kivyo vyote vile. Sijali wewe ni rafiki yangu, sijali tumetoka wapi, sijali tumefanya nini. Na mimi ni mwanamke wa kwanza nitakayemzalia mumeo, na najua nikishamzalia tu utaachwa, na mimi atanioa, kwa sababu kiu ya mumeo kubwa ni mtoto. Na nikishamzalia tayari anaitwa baba, afu sijali wewe ni nani. Sasa basi, nitafanya kila mbinu, chochote kile nitakachokiweza, kila ujauzito utakaobeba lazima utoke. Na vile vile lazima nizae na mumeo. Utanisamehe Zawadi. Vipi mke wangu, umeshindaje? Mimi nimeshinda vizuri kabisa mume wangu, sijui wewe. Nimeshinda poa kabisa. Pole sana kwa uchovu wa kazi mume wangu. Asante sana mke wangu. Sasa nilikuwa nakuomba ukae hapo upumzike, nikuandalie chakula ule. Kusema ukweli mke wangu, nimeshakula kazini. Kwa hiyo hapo ningependeza zaidi nikipata nafasi ya kupumzika tu. Wewe tena. Basi ngoja nikakuandalia maji ya kuoga, nikuogesha mwenyewe leo. Halafu tena sasa tukapumzike. Baada hapo ukaitumie vyema kiti yako chumbani. Baada hapo umweleze kwa upole tu, natumaini atakuelewa. Shemeji yangu ni muelewa sana. Mungu. Niambie mke wangu, na shida gani? Mbona tunaamshana usiku? Zamani mume wangu, kuna mazungumzo nataka kuongea na wewe. Mimi hapa mimba yangu Unasemaje wewe? Zawadi, usiete masiara.
Unaanzaga hivyo hivyo kujilizaliza bila sababu za msingi. Mimba imefanyaje? Lakini mume wangu, mimi sifanyi makusudi. Ni bahati mbaya tu inatokea, mimba zinaharibika zenyewe. Hakuna cha bahati mbaya, hiyo ni makusudi. Hebu niambie, hiyo tumbo lako lina mashetani mpaka linakula watoto wangu? Kwa nini ushike ujauzito? Na kwa nini kila ushike ujauzito lazima uharibike? Wewe mwanamke sio bure wewe. Wewe utakuwa umelaaniwa. Nataka unieleze, huo ujauzito kwa nini umeharibika? Na kwa nini kila siku wewe? Lakini mume wangu, sasa siku tu. Punguza sauti, majirani utasikia. Usipaze sauti, sasa usiku watu wanakusikia. Wewe usinipangie niongee vipi? Lazima niongee hata majirani wote wanisikie. Kwa nini unafanya hivi mke wangu? Kwa nini unanyima nuru familia yetu? Nishakwambia mtoto ndo kila kitu. Mtoto ndo msingi wa familia iliyo bora na imara. Sasa sina mtoto leo hii, familia yangu itakuwaje? Nataka uniambie leo hii. Ile tumbo lako lina nini? Kwa nini kila siku ujauzito unaharibika? Kwa sababu inakuwa ingia akilini. Inapo ni sawa tu unapanda mazao afa ya chipui. Ni kama nimepanda makokoto vile. Shida ni nini? Hebu niambia. Na lakini mimi hapa nimeshajua ukweli wa yote haya. Chanzo ni nini? Dadangu ndo anayeniroga mpaka mimba zangu zote zinaharibika.